tukusanya hapa katika nyumba yake hii tukufu katika rawdha min riyadhil janna wa suq min aswaqil akhirah. Tunamwomba ya Rabbi kwa ukarimu wake na rehema zake akatukutanishe pamoja na kipenzi chake mtume wake bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake ya juu al-firdausil a'la. Allahumma amin. Tunamwomba ya Rabbi awasamehe wazee wetu waliotangulia mbele za haki, ajalie makaburi yao kwa yalipo yawe ni rawdha min riyadhil janna wala yasiwe mashimo katika mashimo ya moto. Na sisi tunamwomba Rabbi atupe mwisho uliokuwa mwema, atuongezee wake zetu na watoto wetu, na atubarikie katika vipato vyetu, atuondolee kila dhiki, na atupe furaha duniani na akhira. Allahumma amin. Sisi na vipenzi vyetu, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, muda umekwenda, lakini likulli maqami maqal wa likulli maqami rijal. Kila sehemu ina mazungumzo yake, na kila mazungumzo yana wenyewe ya wale watu wanaofaa kuyazungumza yale mazungumzo. Nasema hivyo kwa sababu leo sisi tuko ndani ya mwezi 12. Itakuwa ni katika mambo ya ajabu ikiwa hatutodokeza japo kidogo tu Muislamu kujua. Najua sote tunajua, kwa sababu shamra zaonekana, sio zile shamra zile nyingine. Shamra nazozikusudia ni za maulid ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanawachuoni wana khilafu kubwa kwenye vitabu vyao juu ya tarehe aliyozaliwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wako waliosema ni mwezi 8 Rabiul Awwal mfunguo 6, na wako waliosema mwezi 12, na wako waliosema ni mwezi 21. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu ambao kwamba ndio jumhuri ya wanaochuoni walio wengi wameiashiria kama kuikubali, na umma ikaonesha kuikubali kauli hiyo, ninayosema ni mwezi 12, na wakaifanyia kama vile kuiunganisha kauli hii, kuipa nguvu kwamba hata kuhama kwa mtume SAW kutoka Maka kuelekea Madina kulikuwa pia kuko ndani ya mwezi huu. Mwezi gani? Mwezi 12. Wakasema mwezi 12 ndio tarehe ya maulid ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo tayari tumeingia mwezi 12 mfunguo 6 au Rabiul Anwar, Rabiul Awwal, mwezi ambao kwamba wulidal huda fal kainatu dhiya'u, amezaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulimwengu huu wote ukapata nuru kwa kuzaliwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunatakiwa tufurahi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameifurahia siku yake kwa kuifunga ile siku, akafunga siku ya Jumatatu kwamba ndio siku aliyozaliwa. Na nikisema hivi kufurahia mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, isitoshelezeke tu watu kujua tarehe yake kwamba amezaliwa mwezi 12, watu wakakusanyana wakafanya yale ambayo kwamba yenye kufanywa katika siku kama hizi, lakini watu wasogee mbele zaidi katika kusherehekea mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuzifuata zile sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuzifuata na watu kukumbushana historia yake, na watu kusoma zile manaqib na sifati za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itoshe kwamba Allah amemsifu mwenyewe kwenye Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Na hakuna mtu yoyote, mtunga mashairi yoyote, hakuna mtu yoyote ambaye kwamba atakayeweza kumsifu mtume akafika kimo cha kumsifu kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomsifu mwenyewe. Angalieni aya katika suratul Fath,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinsi anavyomsifu mtume wake na kumuinua cheo chake, anasema innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Innal ladhina yubayi'unak, wale wanaokuja kwako wewe Muhammad kukusapoti na kukuunga mkono na kukukubali na kuonesha kwamba watakufuata, ndio hiyo bai'a. Innal ladhina yubayi'unaka, kile kitendo cha wanatoka watu wanamfuata mtume kuonesha wameridhika naye na wanamfuata. Mwenyezi Mungu anasema innama yubayi'una Allah, ni sawa sawa wamemkubali nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ni sifa kubwa kabisa hiyo ambayo kwamba Allah amemuinua mtume wake bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tunatakiwa kama umma huu tufahamu mapenzi makubwa aliyokuwa nayo mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake huu wetu. Tuyafahamu hayo mapenzi na tufahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwenye hadithi, la yu'minu ahadukum, hatakuwa na ukamilifu wa imani mmoja wenu, hata akuna, mpaka niwe mimi, ahabba ilaini, niwe mimi napendeza kwa yeye huyo mtu kuliko mtu inavyopendeza nafsi yake na watoto wake na kila kitu chake. Ndio utafika daraja ya imani ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko unavyoipenda nafsi yako, unavyopenda watoto wako na mali yako na kila kitu chako. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye Qur'anul Karim kabla yake Allah ametuambia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim. Ana huruma mno kwetu sisi na anatupenda, jazakallahu khair. Ana mapenzi makubwa kwetu sisi umma wake. Itoshe mara moja hadithi hii tuielezea sana mara nyingi kuonesha yale mahaba ya Mtume SAW aliyokuwa nayo kwetu sisi, ili tuinue sisi yale mahaba yetu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kwenye makbara. Akaingia, kulia kwake kuna masahaba na kushoto kwake masahaba wako nyuma wanamfuata. Akaenda mpaka akaingia makaburini. Alipofika pale akatoa salamu ile ambayo kwamba Muislamu anatakiwa aitoe anapoingia makaburini. Sio kama leo sisi tunaingia tu bila hata ya kufuata zile adabu za ziara za makaburini. Alipofika pale Mtume SAW akasema, assalamu alaikum ya ahla dara qaumi mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Amani iwe juu yenu enyi watu wa hapa makaburini. Assalamu alaikum ya ahla alqubur, assalamu alaikum ya dara qaumi mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Na sisi tuko katika njia hiyo hiyo, tutajiunga na nyinyi, na maana tutaondoka kwenye hii dunia. Kisha baada ya pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake maneno mazuri, ndio haya ambayo kwamba nataka yaingie kwenye nyoyo zetu, yajue kiasi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mapenzi kwetu sisi. Akawaambia maswahaba zake, wadidtu, natamani lau anna ra'ayna ikhwanana, lau natamani kwamba lau kama sisi tungepata bahati ya kuonana na ndugu zetu. Masahaba wakamkodolea macho, wakawa wanamshangaa Mtume SAW, wakamwangalia, wakamuuliza, awalasna ikhwanak, kwani sisi sio ndugu zako mpaka ukatamani wewe uwaone hao ndugu zako, unafika wakati unatamani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, naenda mbio, sitaki tukae sana kwa sababu darasa yetu ni nyingine, na sisi tumechukua munasaba hii ya kwamba leo tuko ndani ya mwezi 12. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, nyie sio ikhwani, antum ashabi, nyie ni masahaba zangu. Ikhwani man yati ba'di, ni wale watakaokuja baada yetu sisi, watatuamini na wataniamini mimi, walam yarani, lakini hawakupata macho yao
kuyatia wanja kwa kuniona mimi, lakini wataniamini hivyo hivyo. Hao ndio ikhwani zangu. Imekuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingine, inna min ashaddi nnasi li hubban, katika watu wanaokuwa na mapenzi mno kwangu mimi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, katika watu wanaonipenda mimi mno, man amana bi, wale walioniamini mimi hali ya kuwa hawajaniona. Mapenzi yetu ni makubwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale masahaba baada ya pale wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa taarifu, utawajuaje wewe? Na wao ni watu ambao kwamba umetuambia watakuja baada yako, utawajua vipi sasa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, araaita, je, mwaonaje nyie, mwaona vipi lau kwamba mmoja wenu ana zizi la farasi, khair, farasi wamo ndani kwenye zizi lake mule, wale farasi ni ghurran muhajjala, wanameremeta weupe kwenye vipaji vyao vya uso, ghurran na muhajjala, na ule weupe umeshuka kwenye vipaji vya uso ukashuka paka miguuni. Je, mwaonaje lau kama mmoja wenu ana zizi lake, ndani ya lile zizi lake kuna farasi waliokuwa na sifa hiyo, wanameremeta kwenye vipaji vyao vya uso, na ule mmeremeto wao weupe umeshuka mpaka kwenye miguu yao, na humo ndani ya zizi hilo hilo kuna farasi wengine ni buhmun duhmin, weusi wao ule weusi mkali, buhum na duhum, weusi hasa. Je, hatoweza kuwatofautisha baina hawa farasi weupe na wale ambao kwamba buhum na duhum, wale weusi, hatoweza kuwatofautisha? Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, bila shaka atawajua baina weupe ambao weupe wenye kumeremeta kutoka kwenye vipaji vyeusi vya hapa juu mpaka chini, na wale weusi ataweza tu kutofautisha bila shaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, basi hivyo hivyo umma wangu yatuna yauma alqiyama ghurran muhajjalina min athari alwudu, watakuja siku ya kiyama hao watu wangu wanameremeta kwenye vipaji vyao vya uso, na wanameremeta katika zile sehemu zao zote waliokuwa wakitia udhu, kutokamana na athari za udhu watakuwa wanameremeta. Vipi mimi sitoweza kuwajua? Wanameremeta mikononi, kwenye uso na miguuni. Basi mimi ndio nitawajua umma wangu kwa ule udhu walikuwa wakiushika kipindi kama hichi cha baridi, lakini mtu anakwenda anafanya isbagh al-udhu, anatia udhu wake vizuri, huku akitarajia kwamba siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa wale watu ambao kwamba watakuwa ghurran muhajjalin, wanameremeta, na Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa anawaona kwa kule kumeremeta kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa ana faratuhum ala alhawd, na mimi nitawatangulia wao katika lile birika la haudhi, lile la maji ambalo ameandaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi umma wake, kwa yale mapenzi tuliokuwa nayo ndani ya nyoyo zetu kumuadhimisha, wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, na miongoni mwa sha'aira za Mwenyezi Mungu, sha'ira ya Mwenyezi Mungu miongoni mwao ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kumtukuza na kuzifuata sunna zake na kujua aliyokataza na aliyeamrisha ukayafuata. Sasa siku ya kiyama yeye atatutangulia kwenye haudh, na sisi tutakuwa nyuma. Watu wanakwenda humo wananyweshwa maji kwa mkono wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukubahatika leo kumuona hapa duniani, mimi na wewe hatukubahatika. Ameonekana na kina Abu Bakr, ameonekana na kina Umar, ameonekana na kina masahaba wakubwa kina Uthman, kina Ali na masahaba wengine radhiallahu anhum jami'an, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamemwona. Mimi na wewe hatukubahatika kuingia machoni mwetu kumuona, lakini mapenzi yetu ni makubwa mno. Sasa tulinde zile sheria alizokuja nazo, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale aliyokuja nayo tuyafuateni, na yale aliyotukataza tuyaacheni, ili tubahatike
tukapate bahati siku ya kiyama na sisi tukamuone bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa macho yetu, na yeye mwenyewe ametutamani kutuona, akasema waditu law anna raaina ikhwanana, lau tungewaona ndugu zetu kwa jina lako. Sasa na unapomswalia sala yako na salamu yako inamfikia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kinachotakiwa haya mapenzi uyahuyuishe, uyakuze na uyahadhimishe, na wafundishe watoto. Leo sio mtoto leo ameambiwa kwamba kesho ni Ijumaa, wafundishe watoto wako kesho mwezi 12 tayari imeingia, na mwezi 12 hii ndio tarehe alizaliwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na huyu mtume kwetu sisi ni upi? Ndio ambaye kwamba ni kigezo chetu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Hayo ndio mambo ambayo kwamba ya kuambiana na kukumbushana kuhusiana na siku muhimu kama hii. Mengine tena hayo inshallah biidhnillah, asa tupate muda siku za mbele tujielezee zaidi na zaidi mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa nao. Nyie chukueni ya mwisho na malizia hadithi ya Aisha ambayo amepokea Ibn Hibban, hadithi ya ajabu katika sahihi yake Ibn Hibban, na hadithi hii wameisahihisha fuhul wanachuoni wazito wakasema hadithi hii alamatu za siha, na rijali walioipokea hadithi hii ni rijalu thiqati, watu thika. Hadithi nzito kabisa, ukifikiria na ukiisoma unaona jinsi mahaba ya mtume aliyokuwa kwetu sisi ni mazito. Hadithi gani? Ni ile hadithi ya Aisha. Mara moja asema Aisha, mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika hali ya imbisat, furaha, changamfu, katulizana, amejaa bishr wal farah, zimedhihirika sasa kwenye uso wake. Aisha akamwambia ya Rasulullah, ud'u Allah li, niombe Mwenyezi Mungu dua na mimi, naomba dua kwako wewe. Akatumia fursa ile, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha. Ya Allah, ewe Mola wetu, mtume anaomba ighfir li Aisha, msamehe Aisha yale yaliyotangulia katika madhambi yake na yatakayokuja, wama asarrat wama a'lanat, na yale aliyoweka wazi na yale ambayo kwamba ameyaficha kwenye moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwombea Aisha. Aisha akafurahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, haijakufurahisha dua yangu kwani wewe? Akamwambia, vipi dua kama hii isinifurahishe? Angalia haya maneno ndio ninayotaka hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Aisha ummul mu'minin, hii ndio dua yangu kwa umma wangu katika kila sala ninawaombea. Anawaombea, anatuombea sisi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila baada ya sala, Allahumma ighfir li ummati, wasamehe umma wangu. Allah ndo maana akasema kwenye Qur'an al-Karim, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu hawezi kushusha adhabu kwa umma huu na wewe ukiwemo bado Muhammad ndani ya masahaba zako, na haiwezi pia kushushwa adhabu kwa umma huu wa hum yastaghfirun, watu wanaleta istighfar. Sasa leo wewe unaweza ukajiona unafanya maasi, hakuna kinachokupata, lakini ni ile khairi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile ni khairi ya baadhi ya watu wanaleta istighfari katika kila baada ya sala. Watu wanaomba msamaha. Sasa wewe mkosea Allah, mtendee madhambi, kosa ilikuwa ukaonane na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa furaha sallallahu alaihi wasallam, akakuone wewe kwa furaha na akupokee na akunyoshe maji, lakini usije ukawa miongoni mwa wale ambao fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin waji'na bika ala haula'i shahida. Mtume sallallahu alaihi wasallam analetwa mbele yako wewe ukiwa umesimama
ilikuwa akaone mazuri yako uliokuwa ukiyafanya katika hii dunia, lakini anaenda kuoneshwa yale mabaya yako uliokuwa ukiyatenda, na yeye ndiyo shahidi ya yale mabaya yako uliyofanya. Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Hii ilikuwa ikisomwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwaga machozi. Kwa nini? Uzito wa yale ambao kwamba binadamu wanasoma aya kama hizi na mtu anajua maana yake, lakini bado anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na anajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana huruma kwake yeye na hataki afanye hivi, lakini wala haoni aibu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda kuyaona mabaya yake. Hajali kabisa. Hofu kubwa, kicho kikubwa alichokuwa nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma huu. Hadithi inasema ukiwa kuna kiwingu kimetanda, kuna siku ikiwa kuna kiwingu au kuna mvua inataka kunyesha, kuna hali fulani ya kutishatisha hivi, masahaba wanasema basi Mtume siku hiyo huwa huonekana akbala wa adbara, anaingia anatoka, anaingia ndani ya nyumba anatoka, anaingia anatoka, mpaka kile kiwingu kikiondoka kikipita, anaonekana furaha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye uso wake. Lakini ikiwa kuna kiwingu hana raha hata kidogo, anaingia ndani ya nyumba anatoka, upepo au kiwingu kinamwogopesha sana. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in wakamuuliza, ya Rasulullah, vipi hali hii tena tunakuona nayo, hali ya kiwingu, unakuwa unaingia unatoka, unafanya hivi unafanya hivi? Angalia majibu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anawaambia nachelea na naogopa isije ikaendelea hichi kiwingu na huu upepo ikawa ni sababu ya kuangamizwa umma wangu. Yeye amesafishwa, lakini ana hofu na kicho na hofu umma wake usije ukaangamia kwa lolote. Kisha huwa anasoma ile aya, watu wahudi wale, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, walipoona kiwingu kimepiga kwenye mabonde yao, wale watu wahudi wanasema vipi? Qalu hadha 'aridun mumtiruna, wanasema hii ni mvua itanyesha wakati wowote. Bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adhabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin. Wale vile vile wanaona kiwingu, kumbe kile kiwingu na ile mawingu yamejificha ndani yake kuna adhabu ambayo kwamba imefichika ndani yake, kisha wao wanakwenda wanaangamizwa. Hilo ndio lilikuwa likimwogopesha bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nitosheni kwa hapo, lakini mambo ni mengi tukitaka kuelezea maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitaamaliana vipi na watoto, alitaamaliana vipi na wake zake, na kila kimoja kina visanga. Wewe hebu angalia, kila kimoja kitavuta hadithi nyingine. Bora turudi kwenye darasa yetu. Yuko mkewe Aisha na yuko mkewe mwingine bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamekaa mbele yake. Wivu unampelekea mmoja wa wake zake anachukua chombo kile anakipiga na chini kinavunjika pale. Billahi alaikum, kama tukio kama lile linatokea kwetu sisi, viumbe tuliojaa ukali na nguvu, kutokusoma sira ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi alivyotaamaliana na wake na watoto, kutatokea nini pale? Chombo ndo kama hivyo kimevunjwa, hakuna salamati wala hakuna nini wala hakuna nini, ni maneno kwenda mbele yatakotoka pale. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hana alichokizungumza chochote, bali ni tabasamu iliyomdhihirika kwenye uso wake. Sasa hii ndio sira inatakiwa ielezewe. Aliishi vipi na wafanyakazi, aliishi vipi na masahaba zake. Asa inshallah tupate fursa katika Jumamosi tuweke japo nukta nyingine fupi, alafu tuendelee na darasa yetu. Ikhwata al-iman, turudi kwa Al-Hasan al-Basri tupate kumaliza leo, tuingie mwanachuoni mwingine au tabia mwingine. Katika juma lililopita tulisema mara moja Al-Hasan al-Basri
alikutana na mtu. Baada ya kukutana na yule mtu akamuuliza, Saala al-Hasan, akamuuliza al-Hasan, hal anta mu'min, je wewe ni mu'min? Yule mtu akamuuliza Hasan al-Basri, je wewe ni mu'min? Al-Hasan al-Basri akamwangalia yule mtu kisha akamjibu, akamwambia, ikiwa wewe idha arata, ikiwa wakusudia kwamba mimi ni mu'min, kwa kwamba naamini nguzo zile za iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi min Allah, ikiwa wakusudia kuamini hizo na kuingia hizo ndani ya moyo wangu na kuzijua kwamba hizo zipo, ikiwa wakusudia hivyo, fa ana mu'min, mimi ni muumini. Na bila shaka kila mmoja wetu hizi nguzo za imani zinaingia kwenye nyoyo yake. Ukimtajia iman billah, anamwamini Mwenyezi Mungu. Ukimtajia malaika, hakuna asiamini malaika, hakuna asiamini yaumul akhir, hakuna kutub, sote tunaamini. Kwa Hasan al-Basri akamwambia yule mtu, mimi nimo, nikiwa hiyo ndio imani na mimi wa ana mu'min. Lakini ikiwa ukusudia hal anta mu'min, kwamba wewe ni mu'min, ikiwa ukusudia ile aya iliyokuwa katika suratul Anfal inayosema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, muumini wa kweli ni yule ambaye kwamba zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinapata kicho na hofu. Hebu niambie, kabla ya darasa hapa tulikuwa na dua. Zile aya nilizozinukuu zile wakati nazisoma, zile aya zote shekhe zinazungumza maudhui moja, karibia aya sijui 15 au 20, zile zote zinazungumza maudhui moja tu. Maudhui yenyewe, fa idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mtu ajali yako ikifika, hakuna kucheleweshwa, wala yastaqdimun, wala kutangulizwa wala kucheleweshwa. Muda wako uliandikiwa, na ikiwa umeandikiwa unywe maji lita 5, zile lita 5 zikiisha, ukiingiziwa kijiko chengine cha ziada, waambiwa mgonjwa tayari maji haendi tena, kwa sababu ile sio katika riziki yako tena. Je, hizi aya zote Allah anazosema, wama tadri nafsun madha taksibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, nafsi haijui itakufa kwenye ardhi gani, hazijaingiza kicho chochote kwenye moyo wako. Ndio maana ukienda katika suratul Mu'minun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina yu'tuna, anataja zile sifa za waumini, kazitaja kisha akasema walladhina yu'tuna ma atau, miongoni mwa sifa zao hao waumini wanatoa katika vile tulivyowapa, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, na nyoyo zao zinapata hofu kicho kwamba zitarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha akamuuliza, ya Rasulullah, hawa wanaotoa na wanaopata kicho baada ya kutoa kwao, hawa ni watu ambao kwamba wenye kunywa pombe, wenye kufanya mambo machafu, wenye kufanya hivyo ndio maana wanapata kicho? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la ya binta Siddiq, sivyo hivyo wewe mtoto wa Siddiq, sivyo hivyo. Hawa ni watu ambao kwamba wanaswali na wanafunga na wanafanya ya khairi yote, lakini ile alkhawfu warajaa imewaingia kwenye nyoyo zao. Sasa muumini leo wewe wasomewa aya kama hizi, unasomewa mambo mbalimbali, unaambiwa fadhila mbalimbali, umuhimu wa sala, umuhimu wa silatu rahim, kuunga udugu, na kwamba kukata udugu kuna athari kubwa, kunaweza kukupelekea, sio kunaweza, kuna kupelekea kwamba wewe ufike wakati zile amali zako hazikubaliwi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'anul Karim,
fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, je, kilichokuwa chatarajiwa kwenu nyie baada ya kupewa mshepe wa utawala, mna nguvu, mnachotarajiwa mweke mambo sawa. Sasa je, baada ya kwamba mshepe wa nguvu nyie ndio mnakwenda kuharibu, mnafanya ufisadi, mnakata udugu. Allah anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasikia aya kama hii, haipiki kicho kwenye moyo wako ukapata hofu? Ndio maana Al-Hasan al-Basri anawaambia, ikiwa imani kweli inayokusudiwa ni innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, anapotajwa Mwenyezi Mungu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Asema mimi kwa hayo matatu sijui nimo au simo. Na wewe jiulize, je, anapotajwa Mwenyezi Mungu moyo wako unapata kicho? Imani yako inaongezeka na kupata hofu? Na je, unamtegemea Mola wako? Jiangalie. Ukijiona kwamba hakuna chochote kinachoongezeka baada ya haya, imani yako wewe ni imani ile ya kuamini tu zile nguzo za imani, lakini baada ya nguzo ya imani kwamba kuna malipo, wewe huamini. Na lau kama waamini, basi ingekuwa haya yanaingia kwenye moyo wako. Hilo la mwanzo la Hasan al-Basri tulielezea. La pili tulielezea, Al-Hasan al-Basri mara moja alikwenda akaingia kwenye majlis. Leo ndo tunafunga mada yake. Alipofika pale sehemu akakutana na watu wakamuuliza, mal khabar, una nini wewe? Akaomba asaidiwe maji, akaletewa maji. Al-Hasan al-Basri kiu kilikuwa kimemshika kweli kweli, akasogezewa maji karibu. Maji yalipoletwa akakabidhiwa kwenye mkono wake, pale pale ughmiya alayhi, yule bwana akaanguka chini, kazimia, akapoteza fahamu kabisa. Watu wakaanza, kama ilivyo tunavyofanywa ada, mtu baada ya kuwa amepoteza fahamu, tunajua watu wanaanza kumrush maji, wengine wanafanya hivi. Alipoinuka pale pale, watu wakamuuliza, mal khabar, kuna habari gani? Umekuja umeomba maji, tumekusogezea maji, kabla hujayatia mdomoni ukaanguka, kitu gani kilichokufanya hivi? Angalia Al-Hasan al-Basri alipowajibu, anamwambia, dhakartu al-umniya, nimekumbuka umnia, matamanio watakaotamani watu wa motoni. Watu wa motoni siku ya kiyama, waliyadhu billah, Mwenyezi Mungu atustiri sisi na vizazi vyetu na vipenzi vyetu vyote, Allahumma amin. Watu wa motoni wakati adhabu ndio zinaendelea, kasome hiwar, mazungumzo yatakojiri baina ya watu wa peponi na watu wa motoni. Wale watu wa motoni wakati wako motoni mule wanaadhibiwa, na vyakula vyao wanaopewa, wala ta'amun illa min ghislin, vyakula adhakumullah, Mwenyezi Mungu atustiri kabisa, vitu vizito vizito, miba, yani hata kuvitaja binadamu unahisi uzito wake. Mambo ndo aina mbalimbali za adhabu zinapelekwa. Watainua sauti zao, watasema, wanada ashabu nari ashab aljanna. Hebu hiyo mawqif kaa uifikirie. Watu wa motoni watainua sauti zao kuwaita watu wa peponi, wanada ashabu nari ashab aljanna. Bila shaka hawa baada ya kuitwa wataitikia. Watapoitikia, angalia umnia yao ambao Hasan al-Basri ameikumbuka. Watasema vipi? An afidhu alaina min alma au mimma razaqakumullah, tupeni, tusaidieni maji. Wanaomba maji au katika vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu amekupeni nyie. Angalia jibu watalojibiwa wale watu wa motoni na watu wa peponi. Watainua kifua chao kikubwa, kwa sababu duniani walipata tabu na walihangaika na walikuwa wanajipinda katika ibada,
watasema qalu inna Allaha harramahuma ala alkafirin, Mwenyezi Mungu hivi viwili mlivyoviomba nyie, riziki na maji, ameviharamisha kwa makafiri. Usichukue kafiri ukasema kafiri ni yule ambaye hajamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Pana hata yule ambaye kwamba hafanyi yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha kuyafanya, katika istilahi za wanaochuoni wanamuita kafiri. Ndio maana al-Bukhari akaeka mlango kwenye kitabu chake, babu mlango wa kufur maduna kufur, mlango wa kufru ya chini ya kufru, ambao lakini hivyo inaitwa kufuru. Wewe ambaye kwamba usali anta kafir, lakini kafiri unakufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, japo kwamba hujatoka kwenye Uislamu, lakini ile kwamba huzitumii zile neema za Allah katika vitu ambavyo kwamba anavyoviamrisha Allah, wewe unaitwa kafir, kufuru neema. Jambo la mwanzo kabisa watu wa motoni watalolisema, kuulizana, watapoulizwa na wao, kitu gani nyie kimewapelekeni pepo motoni? Ma salakakum fi saqar, jibu lao litasema vipi? Qalu lam naku minal musallin. Sasa jiulize swali, kwani kafir ni wajibu wake kuswali? Ni wajibu kuswali, anatakiwa aswali, lakini swala yake haitokubaliwa mpaka kwanza awe nini? Awe Muislamu. Lakini hapa maana yake lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu almiskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Hivi Muislamu, wa kunna nukadhibu biyaumiddin hatta atana alyaqin. Si mambo ya kupita hivi Muislamu akachukua mambo ya kawaida. Al-Hasan al-Basri alipokumbuka umnia, matamanio ya watu wa motoni, pale pale umia aliyakanguka chini. Na ndio maana tulipoishia wiki iliyopita tukasema kwamba mara ya kwamba wakati anaelezea kwamba utamkuta mtu amekaa nyumbani kwake wakati yuko anaelezea hali za binadamu katika haya maisha ya kidunia, alipoulizwa kwamba hebu tuambie binadamu wako vipi, watu wako vipi katika haya maisha ya kidunia, akasema yattakiu ahaduna ala shimali, utamkuta mmoja wetu ameegemea mkono wake wa kushoto, wa yaakulu min mali, na anakula katika mali, ghairi malihi, mali sio kwa mali yake. Taamuhu ghasbun, chakula chake ni cha kunyang'anya. Wa khidmatuhu sukhra, wale wafanyakazi wake waliokuwa chini yake hawapi haki zao. Unamkuta anakula mpaka akicheuka ndio anasema jamani, haya leteni hichi, leteni kile, leteni hichi. Al-Hasan al-Basri anasema aina jaruka al-muhtaj, yuko wapi jirani yako mwenye kuhitajiana? Aina yatimu qaumika al-jai', mayatima wa kaumu zako waliona njaa wako wapi? Aina miskinuka alladhi yanzuru ilaik, maskini wale wanakuangalia umeweka wapi? Umewasahau kabisa. Aina ma wasaka bihi, yako wapi yale ambao kwamba amekuhusia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba uangalie watu wa karibu wako. Wa annahu, tambua wewe binadamu, kullama ghabat anka shamsu yawmin, simona ile jua la leo la siku ya Alhamisi limezama hivi, naqasa shay'un min adadik, katika maisha yako kama uliandikiwa uishi miaka 20 au miaka 50, tayari masiku yamepungua. Wewe binadamu, taarifu ya binadamu, ukitaka kuelezea binadamu ni kitu gani, ni haya masiku ndio yanayofanya paka wewe uitwe binadamu, na haya masaa. Sasa haya masaa kila yakipunguka, sisi tuko katika safari, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, tunatembea tunaelekea kwa Allah, na hii safari yetu tunaelekea lazima tutafika.
Sasa kila siku ikipungua, daqatu qalbi almar'i qailatu lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Mapigo ya moyo wako huwa yanakwambia, huyasikii wewe, lakini ukitulizana ukatulia kidogo, huwa yanakwambia kwamba maisha ni dakika na sekunde. Kila hizi dakika zikenda, na wewe ndio unapungua katika ule umri wako. Ndio ajabu, nashangaa sana ajabu, wamkuta mtu eti kawakusanya watoto wake, kakusanya familia yake, anachukua eti anaweka mishumaa, anaweka keki katikati, anawaambia tunasherehekea siku ya kuzaliwa mtoto fulani, au tunasherehekea siku ya kuzaliwa, tena wanabadilisha, hawamwiti tena baba, wanamuita daddy. Tunasherehekea leo siku ya birthday ya daddy, au kama mama basi hatoitwa ummi wala hatoitwa mama, utasikia jina lingine ambalo kwamba ataitwa kwa siku ile. Aina ataitum bihadhihi al-umur, Waislamu mmetoa wapi vitu hivi ya kusherehekea wewe kwamba masiku yako yamepungua kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Unafuata mila zao, unasherehekea wewe. Na wewe unasherehekea mambo hayo, lau kama utarejesha picha nyuma tu, mzazi wako aliondoka, alikuwa hai, lau kama angelikuwa hai Shaib, ungesherehekea hivyo leo? Wazee wangekuwa hai kweli, hawa wajukuu au hawa vitukuu wangesherehekea hivi leo? Tutasherehekea. Kuna ndugu zetu wanapata tabu, hawana chakula. Jirani yako wa karibu hana chakula, unachukua keki ile, unaichukua, unaikata. Na cha ajabu sasa hivi wakachukua mambo hayo wakatupelekea mpaka kwenye taalimu, mambo ya elimu, kwamba mtoto pia sasa eti akigraduate, amegraduate, sasa tumfanyie keki, linachukuliwa keki, watu wanashangilia. Umetoa wapi mambo haya? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tuna ile keki, tunaifanyia hivi, tunafanya. Hakuna watu kweli wewe umewajua majirani zako, ndugu zako, wewe umewajua wenye shida? Tunawapa katika zaka. Nani alikwambia ndugu yako anatakiwa apewe katika zaka? Ndugu yako sio zaka tu, anatakiwa apewe katika ile mali yenyewe, umpe, umsaidie, sio zaka, mali umsaidie. Ndio maana wanaochuoni wanasema, ukiisoma ile aya ya Baqara ile, laisal birra, Mwenyezi Mungu ametaja vipi? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Ucha Mungu sio kuelekeza nyuso mashariki na magharibi tu. Angalia ucha Mungu Allah anaoelezea, walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Hilo linalofuata, wa ata al-mala ala hubbihi, na akatoa mali zake pamoja na kuzipenda zile mali. Kuwapa watu gani? Dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasailina wa fi riqab. Ina maana kama hii ni zaka, mbona mbele Allah ataja tena aya ya zaka, anasema wa aqama salata wa ata zaka? Ina maana ndugu, kuna mali wanastahiki ukiachilia mbali mali ya nini? Ya zaka. Ndio maana Allah akasema wa ata almala ala hubbihi dhabil qurba, alafu mbele akasema wa aqama salata wa ata zaka wal mufuna bi'ahdihim idha ahad. Tutambue kwamba siku ikiondoka, baadhi ya maisha yako pia yameondoka. Wa fi lailatil jum'a, na katika usiku wa Ijumaa kama wa leo, tayari Kiislamu ikishaingia magharibi, ile siku imeingia. Kama leo huu usiku huu tulionao sasa hivi ni usiku wa nini? Wa Ijumaa. Ili jambo lisikupite kwenye akili yako. Mtu akikwambia basi tuonane usiku wa Ijumaa, usimuulize mara mbili. Kwa hiyo Alhamisi, Jumamosi usiku au vipi? Takwambia usiku wa Ijumaa ni sasa hivi, ndio usiku wa Ijumaa. Siku inaanza usiku, alafu ndio unafuata nini? Mchana wake. Ndio tarehe yetu, tusipotezwe, tutambue hivyo na tuambiane kwa hivyo. Sasa mwambie mtu haraka usiku wa Ijumaa, na atakikuuliza mara mbili mfungulie darasa, ambia wewe hujui wewe. Usiku wetu sisi unaanza mwanzo magharibi, alafu ndio unafuata siku ile inaingia siku ya pili yake.
Wa fi lailati aljum'a, na katika usiku wa Ijumaa katika mwezi wa Rajab, sanat 110 mwaka 110, labba al-Hasan nidaa rabbih, al-Hasan al-Basri akaitikia mwito wa Mola wake. Falamma asbaha an-nas, watu walipopambaukiwa na asubuhi, washaa fihim na'yuhu, habari ya kifo chake kikaenea kwa watu wote, mji ule wa Basra ukatikisika. Al-Hasan al-Basri fasih, mtu mcha Mungu, mtu zahid, ameondoka. Faghussil wa kuffin, akaoshwa akakafiniwa. Wasulli alayhi ba'da al-jum'a, akaswaliwa baada ya swala ya Ijumaa. Fil jami', katika msikiti alladhi qadha fi rihabihi, katika msikiti ambao kwamba yeye ndio alikuwa akifundisha na akielekeza watu, akiwalingania watu. Thumma tabi'a an-nasu jami'an janazatahu, watu wote walilifuata jeneza lake, sababu aliishi na watu vizuri, watu wakalifuata jeneza lake. Falam taqum salatu al-asr fi dhalika al-yawm fi jami' al-Basra, swala ya al-asiri siku ile ule msikiti, kwa kuwa watu wote wamekwenda kuzika, haikuswaliwa pale msikitini. Msikiti ulikuwa mweupe, watu walikwenda kuswalia mbele ya safari. Msikiti ni hakuna mtu, watu wote wameenda kuzika. Li'annahu lam yabqa fihi ahadun yuqimu salah, hakuna mtu aliyosimama anaweza kuswali tena. Wala ya'lamu an-nas anna as-salata utilat fi jami' al-Basra, watu wala haikujulikana kwa wao kwamba iliwahi kutokea kwamba haikuswaliwa swala ya jamaa kwenye msikiti wa Basra tangu kujengwa msikiti ule, illa fi dhalika al-yawm, isipokuwa katika siku ile, yawma intiqali al-Hasan al-Basri ila jiwari rabbih, siku ambayo kwamba al-Hasan al-Basri alielekea kwa Mola wake. Haya ndiyo maisha. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Hii suratul Kahfi kila Ijumaa tuisoma sisi, lakini aya ya mwisho ile ukifika kesho ukiisoma au leo usiku ukaenda kuisoma, naomba ukifika kwenye aya hii ebu itadabbar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, atende aliyokuwa mazuri, wala yushrik biibadati rabbih ahada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wala tad'a fina wala ma'na shaqiyan wala mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.